Tafakari namna unavyolisoma neno la Mungu na kulitumia. Baba, mama, kijana, binti, tafakari mwenendo wako na mtindo wa maisha. Tafakari, tafakari. Mwandaaji ni mchungaji Joseph Bulengela. Ninakukaribisha tena ndugu mtazamaji wa Tafakari Poa TV katika mfululizo wa vipindi vyetu ya tafakari. Leo katika mazingira haya pia ninakuletea sababu za kuchagua bustani shambani kama unavyoona. Yaani nakuomba utafakari sababu za kuchagua bustani. Namba ya kwanza, sababu ya kwanza, mfano wa wazazi katika shughuli za ukulima. Wazazi wetu nyumbani walipafanya nyumbani kufaa kuishi watoto kwa vile palikidhi kila hitaji muhimu. Kwanza enzi hizo kila mji ulizungukwa na vichaka na sauti za ndege, mifugo. Shughuli zilihitaji akili, uvumilivu na unyenyekevu. Katika mpango wake mzee wa kazi alituagiza kuamka asubuhi kila siku saa 11 asubuhi ili kwenda kupalilia mihogo, kupalilia pamba, kupalilia mahindi na kabla ya kwenda shule. Hili lilituongezea ari ya kuamka mapema na kutujengea fikira safi, tabia ya kupenda kazi na kujiamini. Naam, bustani yake tulipata matunda kama vile machungwa, papai, ndizi, miwa ambavyo tulivifurahia hata kutukonyezea njozi ya kujitegemea baadaye. Namba 2, nilivuviwa na ajira ya kwanza ya binadamu katika maandiko, shughuli iliyowatunza wazazi wetu wa kwanza. Kumbuka Adam, miaka 930, kazi ilibuniwa kwa ajili ya furaha ya binadamu na kumpa Mungu utukufu. Ushauri na mafunuo ya roho ya unabii katika mwaka 1848 na hadi 1927 ambapo alionyeshwa makazi mashambani, na mnukuu katika Kiingereza: fathers and mothers who possess a piece of land on a comfortable home are kings and queens. Kina baba na kina mama walio na kipande cha ardhi na makazi mazuri watakuwa wafalme na malkia. Naam, sasa ni baraka ya malezi kwa watoto. Naam, usalama na mchango wake bustani kiuchumi dhidi ya gharama za maisha. Sababu ya 3, ubayana, uwazi wa akili. Nilipenda shughuli za shamba kwa sababu zinafanya akili na kuwa wazi. Naam, yani the mind becomes clear kutokana na uzoefu. Shughuli za shambani, bustani husaidia kuamsha akili na kuirekebisha, kuiadilisha, kuitakasa tabia kwa kuzingatia kanuni za asili zinazotawala maumbile. Kila aina ya mmea, kwa mfano uotaji wa mbegu, huonyesha mwanzo wa maisha ya binadamu na maendeleo na kielelezo na maendeleo ya tabia. Sababu ya 5, mazoezi. Shughuli hizi huhusisha kuinama, kuinua, kujinyosha, mazoezi ya kuandaa udongo, kuakisi masomo ya kiroho ya utii kwa sheria za maumbile na sheria za maadili za kiroho. 6, kuona mmea ukikua na kutoa matunda humpa mtu kuvutiwa kiakili kama unavyoweza kuona hapa. Huipa picha akili ya utulivu na njozi ya mafanikio, ikiwemo kula matunda fresh kwa afya. Kupitia mimea, tabia mbaya huainishwa. Watoto wanaweza kupata nafasi ya kuwajibika kupalilia magugu katika ardhi. Naam, na pia
huwafundisha kuondoa tabia mbaya katika maisha yao. Sababu ya 7, mazingira safi yaliyopangwa vizuri, vichaka, miti, mimea, maua, naam, husaidia mfumo wa mazingira kuwa na hewa safi yenye manufaa. Sababu ya 8, uvumilivu na subira. Bustani hutufundisha na hutufanya kuwa na utaratibu. Hufurahisha sana kwa kufurahia mchakato wa kukua na pengine kujiunga na jamii ya binadamu wengine katika shughuli kama hizi. Kuna neno la Kiingereza kuboost mtazamo, yaani tafiti zinaonyesha kabisa majani, mboga, maua kupunguza gharama za kununua. 10, ubunifu wa mazingira ya bustani, rangi za miti, vichaka, maua mbalimbali, wax. Mungu anavyopenda uzuri kama unavyoweza kuona hapa. Naam, Mungu aliipamba dunia, kaipamba anga kwa mawingu ya ajabu. Ni dhambi tu ndiye imetuletea mawingu ya kwenye pua, kulia na kutoa kamasi. Makazi ya awali yalikuwa na viwanja vya nyasi, maua, miti, vivuli vilivyotunzwa vizuri na kuifanya nyumbani kuwa na uhai, furaha na mvuto, kuashiria upendo wa ajabu wa Mungu. Sababu ya 11, kuboresha uono. Hali ya ukijani hii kama unavyoweza kuona huyapatia macho likizo ili yaweze kufanya kazi vizuri kama unavyoweza kuona hapo. Ni sehemu ya shule kwa watoto na familia kuonyesha elimu endelevu katika maandalizi ya makazi yajayo. Sababu ya 13, ninakualika ndugu msikilizaji na mtazamaji, kwa hiari ujiunge na kundi la Masalio katika kujizoeza kutunza mazingira safi na bustani, shughuli za shambani, mazingira yafundishayo kutokuwa na ubinafsi, mazingira yaliyojazwa upendo wa Mungu kwa vitendo. Hizi shughuli tunazozifanya, naam, huruma, ulaini, wepesi na hisia za shukurani. Mungu akubariki sana. Tafakari, tafakari.